kijana na kujidhabihu kwa Mungu. Kijana na kujidhabihu kwa Mungu. Meshaandika tayari? Kijana na kujidhabihu kwa Mungu. Hicho ndicho ambacho nimepewa na viongozi wetu niweze kukisema asubuhi ya leo. Kijana na kujidhabihu kwa Mungu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 mpaka 18, lakini tutasoma maandiko machache kwa sababu ya muda. Kama tuko pamoja, mseme amina ya kiwango ya Masihi. Hizo amina mnazosema kubwa, Biblia imefungua akili. Au mniache kujani mnatia moyo mbele. Unaona, mama nani pale pale anafungua? Tunamshauri kwa sababu ni mama nani. Kaka nani pale nani anafungua, alikuwa anafungua bado. Mwanzo sura 22 mstari wa 1 mpaka 18, tutasoma maandiko machache kwa sababu ya muda. Kijana na kujidhabihu kwa Mungu. Kitabu cha Mwanzo sura 22 mstari wa 1 mpaka 18. Uzuri hapa sifundishi wa Biblia. Kiafundisha Biblia au kule labda pekee, ila msiwaambie hapa labda pekee wapo na si mrefu kule. Ukitaja hivi baadaye unasema tuko pamoja, unasema amen. Basi nimesema kitabu gani? Wazao tuko pamoja, kumbe mlisha achana. Lakini uzuri hapa tuko pamoja katika jina la Yesu. Na tuko na vijana wenye nguvu nyingi sana. Hapo na jana askofu akatupiga bonge la bombo. Hapo pia sio kutaka isha kutuombea maombi ya viwango hatari. Yaani mwenye hapa anaondeka na nguvu nyingine katika jina la Yesu. Sio mwanzo kama kwa somo la jana libaki vile vile. Yaani jana askofu alihubiri, ndio naanza kuhubiri. Alihubiri mpaka kwenye baadaye nikaanza kulia wakati wa maombi. Yaani nikaipenda ile somo. Jamani, kwa Yesu asifiwe. Na mimi nimejifunza askofu wako huwa anafanya sana kuliko anavyoongea. Na moja kitu ambacho tukitaka kufika mbali, tukubali kuyaishi yanayosemwa sana na watumishi wa Bwana kuliko kuendelea kusikiliza. Jamani, amina. Na anasema ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahimu, akamwambia Ibrahimu, naye akasema mimi hapa. Akasema umchukue mwanao wa pekee umpendaye Isaka, uende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja wapo nitakao kuambia. Ibrahimu akaondoka mfachini, akapandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanaye, akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka kuteketezwa, akaondoka mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Unapoenda mstari ule wa nane, nasema mstari wa 7 tuachane nao, tutaendelea kuongea mbeleni. Twende mstari wa 15. Malaika wa Bwana akamwita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni, akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili wala kunizuilia mwanao wa pekee, katika kubariki nitakubariki, katika kuzidisha nitakuzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zako, na katika uzao katika mataifa yote ya dunia watajibarikia, kwa sababu umeitii sauti yangu. Na tuseme amina. Kutoka jimbo la Ng'ombe Kati, mwangalizi mteule anaongea Ethiopia hapa. Nataka nikudokeze kitu tunapoanza somo, ni uweze kufahamu. Mimi ni baba yangu, nilikwenda nimeongoza saa toba, nilipokea mikononi mwake, amenifundisha chakula mbele za watu, unakulaje mbele za watu, unawaje mbele za watu, unaongeaje mbele za watu. Sawa na sisi. Wakati ule ananijenga, nisikiza vizuri. Wakati ule ananijenga, nitumie neno hili ambalo wakati mwingine sio zuri. Yaani sina mbele, sina nyuma. Cha kutumaini sina na cha kutegemea sina. Bali kufundisha kwamba yanapoletwa maneno ya Mungu na watumishi wake, ukiyabeba kama yanavyoelezwa, utakuwa uko ulivyo katika jina la Yesu. Yaani
maisha yako wewe hayatakuwa hivyo yalivyo, na mwisho wako na kesho yako na baada ya kesho yako itakuwa tofauti katika jina la Yesu. Sasa kinachoamua yote yanayonenwa hapa kamili yabebe kama yalivyo. Jamani, amina. Ni pale nyumbani na mwanangu wa mwisho amezaliwa, ana miezi kadhaa. Siku moja, sasa na watoto watatu. Siku moja alikuwa na changamoto kidogo ya kiafya. Sasa wakawa wanampa dawa. Wanamnyesha dawa, anagoma, anatema. Wanamnyesha dawa, anatema. Nikaona serikali yote pale imekufanyika. Mimi naangalia TV na angalia. Nikaruka baadaye kaka amembana miguu, dada amembana mikono, mama amembana na pua. Atakunywa dawa atakunywa. Maana chakula mawili. Anywe dawa apone ama endelee kubanwa. Sawa takatifu. Bali kutia moyo ni nini? Kuna dawa nyingine ni kali sana. Na hizi zimebeba uponyaji. Zimebeba uzima wetu. Kuna maneno mengine ni magumu sana, ni mazito sana. Wakati mwingine tunaweza kuona kama sio ya saizi yetu, lakini tukiyabeba na kuyapokea kutoka mioyoni, yamebeba uzima, yamebeba baraka, yamebeba kuinuliwa, yamebeba kesho manasiezi iliyojaa furaha, iliyojaa shangwe, iliyojaa heshima, ile ambayo utasema afadhali niliyabeba yale yaliyosemwa kwenye kambi la Makambako mwaka 2025. Jamani, haleluya! Hebu tikisa kidogo jirani yako, mwangalie usoni, mwambie beba kama yalivyo. Mwambie beba kama ilivyo. Anatoa jasho pale, anasema mwambie jirani yako kama mkono hivi. Maana siwezi nini? Ila umeshaanza kuona tayari kubeba. Angalia leo, ila umeshaona tayari kubeba. Au ndio kuna la. Mwambie tutakamata mikono na miguu tunabanga pua. Hatukuacha, lazima unywe dawa, utoke umepona na siesi. Tunatamani jimbo la Njombe Kaskazini liwe na wanasiezi wa viwango. Maanisha kutembea na Mungu, walijitoa sadaka. Jamani, amina. Wamemaanisha wanamjamani kwa Mungu, wamejitoa vizuri kwa Mungu. Angalia kile kidogo, usimuulize kitu, uso unaonyesha tu amekubali kufanyika dhabihu kwa Mungu, au ndio wale ambao anamtia moyo mhubiri. Akitoka hapo anakuwa vile vile. Akiulika nishani kwa mchungaji wa Yesu. Na yule alienda kambini huyu. Ndio maana tunataka hapa kuna mabadiliko. Jamani, nini? Hiyo nasema mkurugenzi pamoja na kambi yote. Askofu akaenda na hasa majukumu yote. Amekuja kuongea na sisi. Nani wa kitaifa. Na mimi nikasema basi wakanituma na mimi mdogo kuliko yote. Jamani, mimi ndio kwenda mabegi ya wazee. Mama nani useme. Sema sasa kanisani kwa vile vile. Anaenda kutoa jero. Anaenda kutoa 200. Ndio maana unaenda hapa, kuna wadada wanasema sketi zina mfuko. Wanasema mifuko inachanika tu. Ya ile mfuko wa sketi ya mdada. Shigauni na wakao sana mfuko tunachanika. Kumbe anatoa sadaka jero na mfukoni zinaenda kuja shingapi? 500. Aliangalia na sofa. Akasema hivi, kama kiwango cha fedha unayotoa ndicho kiwango cha baraka zako. Yaani ishara ya kwamba kesho utakuwa na maisha ya 500 ama 1000 ama 2000 ama nyekundu nyingi za kutosha, ni kiwango unachotoa kwa Bwana, ni kiwango ulichoamua kujidhabihu kwa Bwana. Niko hapa kukwambia asubuhi ya leo, chomoka pale ulipokuwa, anza kufanyika dhabihu. Jitoe kwa Bwana, jimimine kwa Bwana, fanya kazi ya
Bwana kwa kumaanisha kutoka mbali. Jamani, amina. Kama ni maombi maanisha, kama ni ibada maanisha, kama ni zaka maanisha. Jamani, wanasikia mwambie na unatoa zaka wewe. Hivi kuna laana tatu zinazotesa waliookoka. Nikutajie. Laana ya kwanza kumkufuru mtakatifu. Laana ya pili kumtegemea mwanadamu. Aisha amelaaniwa mtu anayemtegemea nani? Mwanadamu. Kuna mtu amesema nikitoka naenda kukopa mtaji kwa fulani, baada ya kumtegemea nani? Kama hamna shida, mbona bado tunaona kumtegemea nani? Mtu. Baada ya kumtegemea nani? Mungu. Jamani, nina laana ya tatu amesema kwenye Malaki ni kuiba zaka na dhabihu ninayozungumza. Kwa sababu yake hapo na leo hapa tutapiga maombi ya kuondoa laana hapo. Jamani, mimi na hayo hayapo kwa mujibu wa neno la Bwana. Tuko pamoja takatifu. Amina. Kama kuna mahali ulipigwa, ulishaibiwa, ulishatapeliwa, mchao wa maisha na mtafuta sio atakuwa wapi? Kama unakaa nayo na laana, na laana. Laana ya tatu kuiba zaka na dhabihu. Mwangalie jirani yako. Ili zaka wanatoa kweli, usimuulize. Usikapata kesi. Kama wewe mwangalie tusome. Ukiona amenuna na aseme amini, wewe usifanye chochote. Kama uko pale nyuma, wewe simama kama unashangilia, unasema unakuja tu kumbe, unakuja unakaa. Asaka kwa kukisi. Jamani, Bwana sasa. Kuiba zaka na dhabihu. Hata leo tumetoa sadaka. Ila kuna mtu kiwango alichotoa na alichobarikiwa na Bwana havifanani. Amen. Yale ameshaja kukatoa jero, amebaki na 2,000. Jamani, amina. Yale shanga ametoa hapa shilingi 1,000 kabaki na 10,000. Yana 10,000 ni kiwango baraka. Kwa jamaa ambao kuna mahali fulani alitoa sadaka akawa anaingiza mkono mfukoni hivi. Alikuwa na 10,500 ile thamani ya noti. Baada ya kuingiza mkono hivi akaona kama 10,000 hivi. Asitakuwa 10,000. Asamna hamna ile 500 akaingiza baadaye. Hamna 10,000 baadaye akaona kuipata ile shilingi 500. Unajua mtu ambaye wapendo hatoaji vizuri. Hata hela anapotoa akatoa huwa hatoi hivi. Huwa hatoi na baanza kuhesabu kwenda kutoa. Yala anaingiza mkono mfukoni akishika hivi ajua ile 2,000. Akishika hivi anajua ile 5,000. Akishika ile shilingi 5,000. Kama sio ndio tujifunze unatoa shilingi ngapi? Jamani, amina. Jamani, amina.